Lakini nitazungumzia sehemu ilikuwa ndimo nani. Kuna wanawake wengine sio warembo sana lakini ni wazuri. Akifika ghetto, watu wanamchungulia kwenye kanisa. Oya, ukombozi umefika. Yaani akifika habari atashusha mapazia nini. Hadi pale ndani kunakuwa na oksijeni. Pazia zitashushwa patafuliwa. Wakati pazia zimelowekwa kwenye omo, jikoni nyama inachemka. Wakati huo panafutwa baada ya dakika 2 pananukia kama vile hapo panaishi watu. Kwa sababu kidogo tu pananukia kama gari. Kuna harufu nyingi tofauti. Na baada ya hapo watu mtakaribishwa mezani, mtakula. Na baada ya kula chakula kile cha mchana, anajua sasa kuna mambo ya muhimu ya kuendelea. Unasikia hivi tunaendaga kuangalia mpira, mashemeji vipi muangalie mpira, anaweza akazama hata mfukoni akatoa 20,000 ili watu wakale baba waende. Kwa sababu kama hawataenda tabe jamani mwende kuangalia mechi, chukueni hela hii hapa kunywa na maongezi na kaka yenu, kwa sababu anajua kilichomleta. Sijui kama tunaelewana mpaka hapo. Tunaelewana anasema sasa kuna hizi kazi za mwingi, kuna maongezi na blog. Kwa watu wataenda. Akikuacha huyu demu lazima utalia. Utajifariji. Hata wasikia mwanamke ana demu mwenyewe ana miujiza kiivo. Leo sasa kweli bwana mimi na wanabebekea mwanamke. Lakini ukibaki mwenyewe leo nakwambia umeachwa na mkeo. Yule alikuwa ni mke. Mungu wa wewe. Unapoteza kila kitu. Huna akili. Utapata wapi kama yule? Leo nasikia sauti nakwambia Mungu akurehemu. Basi tena wewe. Usije ukaendekeza hiyo peni ukaenda kulewa. Ukienda kulewa wallahi utalia. Yaani lazima ulie. Na utaanza na vijimbo. Na kama ndio ile imekataza awimbawe wembawe. Ndio kama yanasema wembawe. Na utakuwa umejikaza kwa siku mbili na msipigiwe na ninajikaza. Ni kitu gani ninasumbukia wanawake? Lakini ukishaelewa unaini utaingia sema mambo ya tulipigie mke wangu. Mke wangu ulishawaga sana mimi mwanangu. Na upiga bahati mbaya inapokuwa hivi ndio kwamba umepoteza kweli. Yaani ukipoteza kitu cha muhimu Mungu anataka ujue kwamba kweli umepoteza madini. Unapiga simu na kupokelewa na mwingi. Hello, what is your problem? What is your problem? Sorry, wrong number. It is not the wrong number. This is Sarah's phone. I'm here to tell you you are an angel. You are very foolish. How could you mistreat an angel like this one? Wewe unajiuliza, hivi kwa nini mjinga kiasi kwamba kweli kama Joy ananyang'anya mtoto? Wewe ni mzembe. Mimi ni nyao. Na ukirudi kwenda kulewa ndio utalia baba. Hapo tunaona kulia na pombe kuna uhusiano. Sasa pombe inakuungua. Ukiwa na furaha utaongea sana, ukiwa na huzuni utalia. Pombe itakuuliza hata kama ulikuwa unatembea na mke wa mtu akafariki, utajikaza. Lakini ukienda kwenye pombe utajikaza, watu wanaenda kuaga, ukifika pale ukikuaga na umelewa, lazima ulie baby goodbye baby. Goodbye kwa leo, sema goodbye baby. Watakupiga na wakati mtu mmoja alishakufa. Tuachane na hayo mambo. Mimi leo tunasema Valentine, lakini Valentine hii mimi nimeidedicate kwa wazazi. Valentine hii nilidedicate kwa mamangu na babangu na Nivora, wazee hapa nimekumbuka mbali sana. Ni kwa sababu mimi nilipokuwa mtoto nilikuwa mtundu sana na hawakuniuza. Wangeweza waniuzi. Wangepiga sasa. Yaani nilikuwa nimeongeza kanunua takatifu. Lakini hawakunipeleka kwa bibi. Kuna watu wengine tunaona wakiwa watoto sana wanapeleka kwa babu. Hawakunipeleka kwa babu, walikisha wananitandika mpaka nielewe. Kwa sababu nakumbuka nilipokuwa mtoto nilikuwa mtundu jamani. Yeye mnawezekana na watoto watundu wacheni, hamna watoto watundu. Wacha niwape story. Siku moja, hii story ya kweli, siku moja waliwahi kupangana watoto 12 nyumbani kwetu jioni. Wote wamekuja kushtaki kwa mama. Mama kauliza nini? Wazazi wao wanasema eti karanga. Karanga hajaiba karanga. Hajaiba karanga. Karanga zimefanyaje? Wale watoto wananyosha mikono hivi. Kila mtu
nilikuwa na kidonda hapa. Kwa sababu nilikuwa naambia nikikusugua hapo utatoka karanga. Kwa hiyo namsugua. Tunaambia karanga ndio inakuja karanga. Siku ni choki inatoka kidonda, ukisugua kinatoka kidonda. Huyo kijana anachana naenda kwa mwingine, nikisugua watu 12 sikio wote wana karanga. Kesi imeletwa nyumbani. Na imagine hawakuniuza. Siku moja mdogo wangu alikuwa anapigana na mtoto wa jirani. Mimi nilikuwa pembeni kama kocha. Na muelekeza siku. Ruka kichwa. Mpe ya tumbo. Hata wakati nasema mpe ya tumbo, kumbe huko nyuma kuna mzee alikuwa anakuja na yeye. Anashika ampe wapi? Ya tumbo. Akanitandika vibaya kule. Alafu akanipeleka kwa mama. Akamwambia huyu ndo anakumbalisha wenzie huyu. Ndio anadai kocha anasimamia ugomvi. Kikaniomba kwa nini nipeleke kwa mama? Na wakati mama anamchapa, afadhali mama angechapa yeye. Mzee akatokea. Huyu vipi? Sasa ndio kazi yake ni kugombanisha watoto. Njoo, mlete. Na baba yangu alikuwa anatandika. Sio anatandika gari, alikuwa anakumuta. Unapigwa mpaka unakumbuka mafungo kwenye Biblia. Kama Bwana akaikumu dunia, wewe unaona leo ndio mwisho. Unakumbuka mpaka unakumbuka mashujaa wa Kagera. Sasa hivi, mpaka ananiambia mimi ni hapa ndani au ni mleto tu ndaya. Sasa hivi kwa tunafanana mabijo wewe. Ndio sema ni Mungu. Kile mzee ni mengi kimoyo. Nasema nitadili naye. Ile mzee alikuwa anauza maziwa na basikeli yake usiku. Unajua ng'ombe kabla jioni anapita na basikeli imekulia mkoani. Anapita na basikeli yake anauza maziwa. Mimi nilikuwa nacheza sarakasi, kwa hiyo nilikuwa tunatembea na magongo. Kavaa shuka white. Nikabana kwenye mbuga. Wakati anakuja na basikeli yake, nikatokea kama bongozi na yeye na ile shuka. Mzee wa watu korongoni. Yeye maziwa na basikeli huko. Wakati narudi nashuka kwenye lile mgongoti, anko wangu kaniona. Na yule mzee alisema naona jini nimekatisha kwenye mpera. Jini kabisa mzee hapa nakwambia jini nimekatisha hapo. Na hapa mimi ndio jini. Nashukuru wangu. Alikuwa kama Jesus. Alitoa jini kwa bakora za kutosha. Kwa hiyo mara moja nikizingua nasikia hata nilikuwa mkubwa wewe. Hata nilikuwa mkubwa kwa kile jibana na Tanzania, hivi jini yupo. Lakini yule mzee hakujua mimi ni jini. Ile kuna mzee mwingine alikuja kumshtaki sister yangu nyumbani. Kwamba sister yangu anasimama na wakaka kwenye miembe. Na mimi sister yangu nilikuwa nampenda sana. Sister kaletewa noma balaa. Kimamoni nikajiuliza kwa nini mzee ni mbea? Hizi sio tabia za kizee. Japo mimi ni mzee wa baadaye, lakini sisi wazee hatuna tabia za hizi. Alikuwa na bustani yake mahali nikamvizia. Wakati yuko bustanini mimi nikajibana wapi? Nilikuwa na shabaha na manati. Yule mzee nikimpiga manati, akigeuka hivi haoni mtu. Jiwe la kwanza akaendelea akajua ni bahati mbaya. La pili akigeuka hivi haoni mtu. La tatu mzee akalia machozi kabisa, akajua ni mizimu na mtandiko. Inamtandika. Kwa hiyo nikatoka kwenye jiwe ni kama mzimu. Na nilivyo na bahati mbaya anko akanikamata. Jamani nilitandikwa. Kwa hiyo wazazi wote mrani wanaambia tunao wasio natembea na mimi. Kwa sababu mtawaribu tabia. Na walisema navuta bangi. Japo mimi kwa kweli sikuwa najua bangi inafananaje. Kwa hiyo imagine kwamba mamangu ana historia yangu ya hivyo. Na mimi katika kuomba kwangu kazi na nini kwenye CV nimemwandika mamangu kama referee. Nadhani tunaelewana. Nimemwandika mamangu kama nani? Kama referee. Kwa hiyo siku moja katika harakati za kwamba mama bado na yeye mmoja Mike. Bwana mtaiza nguvu. Nadhani mamangu alikuwa ananiombea mimi kuliko watoto wengine wote kwa sababu nilikuwa ni kichomi. Mama amepigiwa simu. Hello, habari? Sijui unamfahamu Mike, Biudi Mlungwana?
mama yangu sasa hivyo hivi. Nimeomba kazi, nimepeleka CV kule ndio napigia marefari wangu kuuliza. Kitendo cha mama kuuliza, unafahamu maisha hii na nini mlikuwa? Nikasikia Mungu wangu umefanya nini tena? Hata utakuwa umefanya nini tena? Ni jamani mimi siwezi tena kulipo sasa. Kumbuka nimeomba kazi. Ninachotaka kusema ni kwamba fanya chochote unachofanya, matendo yako yatakufuata. Piga kelele!